There is a lot of noise emanating from up there. Hello? Tutaanza vizuri. Tulikuwa tunasoma kutoka kitabu cha Mathayo 24 kuanzia 32. Maandiko matakatifu yasema ya kwamba, ninasoma lugha ya mama, naomba kila mtu asome nakala yake. Korwa somoko eorokererio morengani uyo. Orosagirwa ye korwa chakire korokia Mathayo mwamanyire ngane kero kyogoseboka eto igongangere. Nabo igona inwe kamokororaya aorokire mumanyenga omweri obeire ange na gesieri. Nekene na abatebiri ekegorie ketike gweta nonyangake guikayonsi anyare koba. Igoro nense nabiete kurinda mangana ane ta kunyara gweta nonyangake. Kurinda mangana ritukuriria nenseria ondetari omanyete nonya na bamalaika ba igoro. Nonya no mwana utatiga tata bweka. Kurende buna amatukari anu arete nabo igogocha ku mwana omwanya bantu kuracha koba na kibune barenge asa matukaria eto igetaracha kunywa na kunyoma na kunyomerigwa guikari tukuriria nu asoeta asobwato na barabwo tibamanya guika eto igegacha igasiria bonsi nabo igogocha ku mwana omwanya bantu kuracha koba ingaki ya bantu nababe mugundo oyo monaire no oyo monatigwe abakungu babere nababe bagosera urugeno oromo oyo monaire no oyo monatigwe asa yorenda ekiagera timumanyeti ituko kyo mwana omwanya banta agocha kurende bunaya onye omonyene enyumba na amanyete nkeroki asebutuko omuibia gocha angana arendete taiberwa asa yo na inwe kabeange na kie na sensa mutakagereti nero mwanya banta gocha marika machanu atonyire atotebiri ngatorende none karto somete lesson ya se wiki yega ntwanyolta marika ndagotonyorro nga murende watch nga kitoko watch kuikato watch asenjera yogo somaringana na senjera yo kurangirio monene marika machenu ayautire no muiko machenu na rara nyari gutworokereria na guturungeia na gututangana asonsi asega bana banyasaye oborendi mboga neiri asinga kechiga asengenchense atubiru no musunto monene baliboka bara take time kosoma ringana nyasaye baliboka bara take time kurangirio monene na buboka bara atoriwe asengencho chinga kechi nechimbe marika machenu atonyire nga torende asengenjo gosoma ringana asengenjo gosaba asengenjo gotunya no monene ande onsi asako gende mano yengondi tigango totemna asengenjo gosaba anali gosaba kero yomo muire takekeye moiga kero muntu magania yao bwate magania yao ye family yao oyabeka sobosibwo monene na nche manye gosaba wale watoto wako pale juu msimame, ni wakati wa maombi. Uko juu msimame. Tuombe, kila mtu achukue dakika moja kuleta request zake mbele za Mungu, kisha nitamaliza kutoka hapa. Omochenu tata Nyasaye yuri gurumono twachira sama gurao kuna abana bao tata asinginjo na yuri tata ito ori wiki ngima twatarira ale kurua sore
kulinda singencho tuanjite ande ogwa tuanjite nsitarabe ku boroso kwa tulindire wiki ngima aye no mwegenwa aye muno mutongio ito na ndaye no mobolio ito kwa tulindire wikana ndire tuomire na nyumba ya umonene. Tumekuja jinsi tulivyo, wanyonge, wadhaifu, wenye dhambi wakuu. Tunakusii Baba upate kutusamehe. Asante kwa kutusamehe. Pono tochena umonene tubaliro burunge asingencheki mwanzo kyage chenu igura sumu salaba. Ugatugura neli guri nene yuko kumyelia manyinga ye manwe ya ngondi. Pono ntuwa monetu akwegeni liti tuliko chigusira ogima gwa kale na kale no gwaito tata. Pia muna asingenche amalika machenu atonyire ngachinga kechi nechimbe tolende unakolengana chinga kichiri chiakara bantu bali kuli na kunywa bagakweba monene bagatarare kurwa sore bagasasime megwekana nyasao mubui atoige gachika basiri bonspi na intunto manyete ngenseje nonyero nebintu bikorolekana biro no bikorolekana birebiya nigega cheiru muliro kale na kale azego tata twakurangeri buna bana bao otororera mabira otwakerio ga maisa ito tonyare go batokorora tobo monene tolendete na gosoma lingana liao na gukurangeri asingenche nsinga yatubire no musunto monene tokonyo monene toba weki toba abantu turamugetie toba abantu monene tokuri yobosibwa uri tukaserinde chinga keji ne chimbo motoria twakurangerio motorio ito totoli no bosibwa otata pia mona asingenchura achiko tokonya otoboye birano rubiese Yesu oto muiko mochenu aso bonge otobua toko boko tutara monaye asingencho usigo tobua toko boko tutara monaye ensita gotobera kende tiangu buya bwao no bwanjani bwao na mabira obito isane kurbona kogendera botambe ekatu asabiri wetra Kristo yoro motoli ito. Asante. Ni kipindi cha nyimbo. Kwa hivyo yale makundi yote ambayo yamejiandaa tungependa sasa kupatiana muda tukiwa tunaanza kuimba na 110. Tunaomba vijana wa Buturi wakuje kwa wimbo 110. Kisha baadaye Pathfinders na wengine watatangazio. Mlango wako wa wema. Namba 110 Kiswahili, tuanze pamoja. Mlango uko wa wema, mlango wazi huo, Yesu
tuwape muda. Botorino Church Choir. Kiendelea na ule wimbo stanza 3. Maadamu rako wazi watu ikikaza mwendo
tu na kutumaini tu. Wewe Mwana wa Mungu, nainamia kwako, niponye sasa Bwana. Nakulilia sana, nalemewa na dhambi. Pole Yesu asema, nitazifuta zote, natoa maini tu. Ewe wa Mungu, naina kwako, niponye sasa Bwana. Vyote vyako, nafasi nazo nguvu, roho yangu na mwili viwe vyako milele, na kutumaini tu. Mwana wa Mungu, naina kwako, niponye sasa Bwana. Kwa damu yake Yesu, afuta sasa upendo ubidisha, nimtafute Mwokozi na kutumaini tu. Mwana wa Mungu, nainamia kwako, niponye sasa Bwana. Pathfinders, utoremain, tukienda stanza 4. Msalaba tutabeba daima na furaha, pendo wa Yesu ushida, tunainama kwake, mlango wazi ajabu, uliachwa wazi kwangu, wazi kwangu, wazi wazi kwangu.
closely. All my brethren do long to be there in that meeting, in the end. Change your ways and be ready to receive the King. Lord, we long to be there in that meeting, in the end. Change your ways and be ready to receive the King. Glory, glory, glory is what angels sing, is what angels sing. Glory, glory, glory is the Lamb that was slain. Glory, glory, glory is what angels sing, is what angels sing. Glory, glory, glory is the Lamb that was slain. Angels sing glory, glory, glory is what angels sing, is what angels sing. Glory, glory, glory is the Lamb that was slain. Angels sing glory, glory, glory is what angels sing, is what angels sing. Glory, glory, glory is the Lamb that was slain. Amen. Amen. Joy sing, Melody wakuja haraka kwa sababu ya muda. Naomba kwamba wale wanaitwa tuchukue muda kidogo kuchipanga mbele kwa sababu kwaya ni nyingi. Naomba wale wanaitwa mbele, let us take a minimum time kuchipanga. Melody mlikuwa mmefika mbele. Melody wakitoka tu hivi, auto remain church choir mchipange nyuma yao. 113 Daamu Jika Vive
wekaga tena chile yesa sore kwano kora kwanya kwao yeso nago chile nyekigeme nyaso wanchani Asante Yesu, asante Yesu, asante. Church choir. Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Buya nyasaye, 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 buya nyasaye. One,
Joy Singers kuja kwa wimbo. Joy Singers wakimaliza deaconry. Joy Singers wakimaliza deaconry. Number 14. Nitembe nawe Mungu. Naomba mharakishe tafadhali. Jitahidi kutembea haraka. Nitembe nawe Mungu alivyotembea Henoku. Mkono wangu ushike unene nami kapone ingawa njia sioni. Yesu nitembee nawe. Siku ambayo Yesu alikamatwa, makuhani walikutana nyumbani, wakakata shauri kumuagika msalabani kule Golgotha, msalabani kule Golgotha. Siku ambayo Yesu alikamatwa, makuhani walikutana nyumbani, wakakata shauri kumuagika msalabani kule Golgotha, msalabani kule Golgotha. Kwa nini waliachapa msalabani? Ewe ndiwe Mungu tena Baba yangu, nimekubali kufa niwaokoe wenye dhambi wote wafike mbinguni, wenye dhambi wote wafike mbinguni. Kwa nini waliacha
msalabani. Ewe ndiwe Mungu tena Baba yangu, nimekubali kufa niwaokoe wenye dhambi wote wafike mbinguni, wenye dhambi wote wafike mbinguni. Yudasi Iskarioti msaliti aliwapatia kielelezo ya kwamba nitamkumbatia na kumbusu, ndipo watambue Yesu mkombozi, ndipo watambue Yesu mkombozi. Yudasi Iskarioti msaliti aliwapatia kielelezo ya kwamba nitamkumbatia na kumbusu, ndipo watambue Yesu mkombozi, ndipo watambue Yesu mkombozi. Kwa nini waliacha hapa msalabani? Ewe ndiwe Mungu tena Baba yangu, nimekubali kufa niwaokoe wenye dhambi wote wafike mbinguni, wenye dhambi wote wafike mbinguni. Kwa nini waliacha hapa msalabani? Ewe ndiwe Mungu tena Baba yangu, nimekubali kufa niwaokoe wenye dhambi wote wafike mbinguni, wenye dhambi wote wafike mbinguni. Yesu alikamatwa na makuhani, akapigwa sana, akatemewa mate, akavishwa hata taji la miiba, wenye dhambi wote wapate uzima, wenye dhambi wote wapate uzima. Yesu alikamatwa na makuhani, akapigwa sana, akatemewa mate, akavishwa hata taji la miiba, wenye dhambi wote wapate uzima, wenye dhambi wote wapate uzima. Kwa nini waliacha hapa msalabani? Ewe ndiwe Mungu tena Baba yangu, nimekubali kufa niwaokoe wenye dhambi wote wafike mbinguni, wenye dhambi wote wafike mbinguni. Kwa nini waliacha hapa msalabani? Ewe ndiwe Mungu tena Baba yangu, nimekubali kufa niwaokoe wenye dhambi wote wafike mbinguni, wenye dhambi wote wafike mbinguni. Tuombe tumalize kipindi cha nyimbo. Aishie juu mbinguni, Baba mtakatifu, tumekuja mbele zako tena asubuhi ya leo. Si wenye dhambi Mungu, tunaomba msamaha. Asante kwa afire umetubea sauti njema, tumekutukuza. Tunapoenda kipindi kingine, Mungu wangu, tunaomba uwe nasi hadi tamati. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Happy Sabbath, happy day. Ni wakati wa matangazo, na kabla hatujaanza matangazo tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu uliye juu mbinguni, tumekuja mbele zako asubuhi ya leo ikiwa ni sabato yako takatifu, tukisifu na kuinua jina lako kwa sababu ndio Mungu wetu. Asante kwa ajili ya uhai, asante kwa ajili ya afya nzuri ambayo umetupatia. Mungu wetu, mahali ambapo tumeenda kinyume na mapenzi yako wiki nzima, tuomba Mungu wetu uweze kutusamehe.
wakati wa matangazo, tunapoenda kusikia matangazo, naomba Mungu uweze kutusaidia ili tuweze kuyaelewa, yaweze kutusaidia katika mipangilio ya kanisa. Roho wako aweze kutuongoza, ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Kuna mtoto hapa, sijui ni mtangaze, ni wa nani? Mtoe hapa tafadhali. Anaweza tamba na hizi nini ziko hapa. Kuna matangazo ya pasta na matangazo kutoka katika ofisi ya elder wetu mkuu. Pasta anawasalimia hamjambo tena. Pasta siku ya leo anatuambia kwamba atashiriki katika kanisa ya Kiaruta. Hilo ndio tangazo la kwanza, kwamba pasta atashiriki katika kanisa la Kiaruta. Tangazo lingine ni kwamba Botori Camp Center Committee members to attend a meeting at Botori Church at 3 p.m. To attend are all departmental leaders. Leo saa 9 kamili kutakuwa na viongozi wote wa departmentals katika kanisa letu la Botori. Tangazo lingine ni kwamba tarehe 21st ambapo ni kesho, treasurers, receipt clerk, first elders wanahitajika kule katika kanisa la KCC kuanzia saa 2 asubuhi. Tangazo lingine ni kwamba 21st April ambao ni kesho pia itakuwa Women Ministries Prayer Band at KCC as from 9 a.m. Women Ministry Prayer Band. Kwa hivyo wamama wote mnasikia hilo tangazo, kesho kule saa 3 kamili katika kanisa la Kisii Central Church. Alafu tangazo lingine ni kwamba 21st ambapo ni kesho pia, all elders councils itakuwa ni elders council katika kanisa ya Nyantitira. 21st April will be elders council at Nyantitira as from 9 a.m. Kwa hivyo elders wote mnasikia hilo tangazo kwamba kesho tutakuwa katika kanisa la Nyantitira SDA kule. Alafu tangazo lingine pia ambalo linahitajika kesho ni kwamba 21st April Sunday will be youth prayer band at 21st April ambapo ni kesho itakuwa ni youth prayer band kule Gesonso kwa vijana wote. Kwa hivyo vijana wote muendelee kujiandaa kwa ajili ya hiyo prayer band. Tangazo lingine ni kwamba kuanzia tarehe 24 mpaka 28 April will be AMO Congress at Nyanjwa College organized by East Kenya Union Conference. Registration will be 3,000 for boarders and 1,500 for day scholars. 24 nafikiri mwenye anasimamia AMO inamaanisha Advanced Men Organization. Itakuwa kule Nyanjwa kuanzia tarehe 24 mpaka tarehe 28, na boarders wenye watalala ndani itakuwa ni 3,000. Wenye ambao watakuwa wanaenda alafu wanarudi nyumba zao ni 1,500. Kwa hivyo Advanced Men mnasikia hilo tangazo. 28 April ambayo itakuwa next Sunday will be Station Youth Prayer Band at Kisii New Life. Kwa hivyo youths endelea kujiandaa kwa ajili ya hiyo. Na hiyo ambayo ni 28 April pia itakuwa District Women Prayer Band at Kiaruta SDA Church as from 9 a.m. Wamama nyote mjiandae, itakuwa 28 itakuwa ni next Sunday. Alafu 28 April 2024 will be Reports Day. Treasurers to keep time and come with family life and FBS booklets money. Hiyo nasikia mwenye anasimamia hiyo, muendelee kujiandaa. Remember the deadline
for collecting conference money is coming to an end, so work on it before you are caught up. Kwa hivyo tunatangaziwa kwamba ile deadline ambayo tulipewa, nafikiri kila kanisa tuliwekewa pesa, kama kanisa letu la Botoli tulipewa 150,000. Kwa hivyo tuendelee kukusanya hiyo pesa before your deadline ifike. Na tangazo lingine ni kwamba every church to spare 20 minutes every Sabbath to do a summary of at least one chapter of the church manual. Elders to be responsible. Nafikiri hiyo tunafanyanga kwamba kila Jumamosi tunatenga kila dakika 20 kuangalia mambo ya church manual. Remember your camp offering, tithe and other offerings as per your agreement with God. Pastor anatukumbusha kwamba kuna ile agreement tulifanya kwamba kulingana na vile ulifanya na Mungu wako, ile ya camp offering. Kwa hivyo tuendelee kutoa hiyo. Hayo ndio matangazo ya pastor. Nikiingia katika matangazo ya kutoka kwa ofisi ya elder wetu mkuu, tangazo la kwanza ni kwamba we are reminded of the midweek prayers in Wednesday as from 6 a.m. and Friday Vespers as from 5 p.m. Kwa hivyo kila Jumatano tunakutana hapa kanisani ama katika makanisa yetu yote, tunakutana kwa ajili ya maombi ya asubuhi ambayo yanaanza kuanzia 6, baadaye tunamaliza 6:30 Wednesday, na Friday inaanza 5:30 tunamaliza 6. Kwa hivyo tuendelee kukuja katika hayo maombi. Tangazo la pili ni kwamba Botoli West Home Church watakutana katika nyumba ya Jeni Nyaboke kuanzia saa 12 asubuhi. Tangazo lingine ni kwamba women to meet immediately after Pasaka. Hivyo tukimaliza Pasaka hivi wamama mnaulizwa pia kukutana. Tangazo lingine ni kwamba as you are aware, the conference is planning to construct an income generating activity. Our church Botoli has been given a total of 150,000. Therefore women, hilo ndilo tangazo ambalo pastor alituambia kwamba tukimbishana na hiyo deadline. Kanisa yetu ya Botoli imepewa 150,000 kwa ajili ya ile nyumba ambayo conference inatengeneza ambayo ina generate pesa. Kwa hivyo sisi kama kanisa wa mama tumepewa 70,000, wa mama tumepewa 70,000, wanaume tumepewa 60,000, alafu youths wamepewa 15,000 na watoto wadogo wamepewa 5,000. Kwa hivyo tuendelee kujipanga kutoa hiyo pesa. Tangazo lingine ni kwamba all church choir members to meet after Holy Communion. Tangazo lingine ni kwamba VBS starts tomorrow. Kesho hapa kanisani tunaanza VBS tarehe 21. Hilo ni kutoka tangazo la elder wetu mkuu. Kesho tunaanza VBS na itaendelea kulingana na vile imetangazwa, na itaisha on Sabbath. Tangazo lingine ni kwamba parents to buy training books. Tangazo lingine ni kwamba children to buy t-shirts. Hiyo ni ile ambayo inaenda na mambo ya VBS, na tumeambiwa t-shirts hizo, t-shirt moja inagharimu katika shilingi 500. Tangazo lingine ni kwamba parents to give as children. Umeulizwa wa mama msikae na watoto nyumbani, muweze kuwaondoa mafundisho watapokea hapa kanisani, yatawasaidia katika maisha haya na maisha yao ya baadaye. Hayo ndio matangazo yetu kutoka katika meza ya matangazo, yakiwemo ya pastor na ya elder wetu mkuu. Sasa nataka kuwaleta wageni ambao wamekuja katika siku ya leo. Leo tarehe 20 tuko na wageni ambao wametutembelea. Mgeni wa kwanza
anaitwa Salome Obinchu, anatoka katika kanisa ya Gesabakwa. Salome Obinchu, tafadhali simama mahali ulipo. Mwingine anaitwa Velma Atieno, anatoka Darajani, kanisa ambayo inaitwa Darajani. Velma, utasimama mahali ulipo. Salome usimame na Velma msimame, baadaye nitawaambia ya kufanya. Mgeni mwingine anaitwa Martin Mwita. Martin, tusimame. Alafu Martin anatoka katika kanisa ya Forodani, inaitwa Forodani. Mgeni mwingine anaitwa Thomas M. Nyakundi, simame. Alafu mgeni mwingine anaitwa Kipiegon Koech, anatoka Iranda SDA, na Thomas Nyakundi anatoka Kiamogiti SDA. Kwa hivyo Kipiegon Koech pia naye asimame. Alafu mgeni mwingine anaitwa Edwin Nyamongo, anatoka katika kanisa la Umoja SDA. Mnasemaje kanisa kwa wageni? Muendelee kukuja mkipata nafasi, na ikiwa mtarudi katika makanisa yenu mfanye nini? Mpeleke salamu. Asante. Kwa hivyo wakati huu mtamwalika elda wetu akuje. Kuna nasikia kuna sister ya Aline Tayora kwa hapa pia, yeye asimame atuwevie. Unasemaje? Karibu. Na najua kuna wengine labda hapa katikati hawakuandikwa majina, lakini tumewakaribisha nyote rasmi. Wakati huu nitamwalika elda wetu ili aweze kuendelea na program nyingine. Asante sana. Mchambo kanisa, mchambo tena. Asante kwa siku ya leo njema, na wakati huu nimekuja mbele ili kufanya jambo. Na jambo hili kabla sitafanya, nakumbuka nisikia mambo ambayo alikuwa hapa zamani siku zilizopita, lakini kwa ajili hiyo naona kanisa na watu wa kanisa kila mmoja sasa amejitolea na kununua chombo hiki ambao kika mbele yetu. Nakumbuka Msoo Nyanja, Mikario Nyanja ndiye alikuwa na hicho chombo ndiye tununia zamani, na Peter Mienda kwa sababu alijitolea. Lakini kwa sasa kanisa lenyewe limetolea kununua chombo hiki ambacho kiko mbeleni mwetu, ambacho ni chombo cha muhimu sana katika makanisa. Ndugu zangu na dada zangu, hichi chombo ambao mmenunua kwa mikono yenu, Mungu atakilinda na akichunge, na yeyote ambaye atasikia kikiimba najua ataweza kupata neno kupitia kwa chombo hiki. Kwa hivyo asante sana. Nataka wasee wa makanisa, wasee wa kanisa wacha mbele hapa washike hicho chombo ili tukiombee kiendelea kuishi katika kanisa hili. Yoyote ambaye ako na mkono mrefu akatwe, kwa sababu Mungu atakuwa naye. Sawa, elders tafadhali njoo ushike hicho chombo. Elder ambao wako karibu nasi, na mwimbaji mkubwa, mwimbaji ambaye anashika hii kwa mkono, chombo ni hiki. Atafungua ukione. Wale watu walijitoa wakanunua hiki, Mungu awabariki sana na aendelee kuongezea na waendelea kununua zingine kwa makanisa mengine. Ndio hiki kiko kamilifu kabisa. Wapi elda? Elda wewe ndio unagusa kila wakati. Njoo ugusa ona kama ni sawa. Wewe ndio mwenyewe. Na George alienda wapi George? George kuja hapa.
ndio hiki umekiona. Basi tuchukua nafasi hii zote, hebu na tuombe watoto, ukimya tuombe sasa. Baba Mungu wetu ushie mahali pa juu, huu ni wakati mzuri ambapo wana wako wa kanisa ile ya Botori wamejitolea ili kununua chombo hiki ambacho kiliibiwa wakati mwingine. Mungu wetu, najua wewe uko na macho, ulimuona yule ambaye alikichukua na anajiiti sana wakati anaposikia kingine kimenunuliwa, na vitanunua vingi. Na wakati huu Mungu wetu, malaika zako watalinda, watachunga vyote ambao viko katika kanisa hili. Mungu wetu, naomba wale ambao walijitolea wape, waongezee, waendelee kufanya mengi katika kanisa hili papa wetu. Wale ambao watakao kushika chombo hicho wakati wanapokitumia wape mkono mzuri, na wakimbie walete wengine kutoka nje ambao watasikia sauti ya chombo hiki, na kuweka mkono mwako. Wale ambao watakuwa kiendesha wape njia nzuri ya kushika ili kiendelee kwa muda na kwa miaka katika kanisa hili. Tunaomba machache kwa jina Yesu ambaye ni mwombezi wetu. Asante sana, Mungu awabariki sana. Sasa tunaweza kuwa tunahusika nacho. Mwimbaji yako wapi? Deacon and Deaconesses mkuja kwa wimbo, tukiendelea kuimba namba 117. Wamwendea Yesu kwa kusafiwa, tuimbe. Wamwendea Yesu kwa kusafiwa, kuoshwa kwa damu ya kondoo, je, neema yake yatimwagiwa, kuoshwa kwa damu ya kondoo, kuoshwa kwa damu itutakazayo ya kondoo, ziwa safi, nguo nyeupe sana, waoshwa kwa damu ya kondoo.
Tuombe. Baba wetu uliye mbinguni, ambao unatupenda upeo, tunakuja mbele zako ili utulishe. Uwe pamoja nasi katika kipindi hiki, kwani tumeomba kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Na wasalimu tena, hamjambo. Hamjambo tena. Wakati ninaenda kuchukua, nataka kuwaleta wale ambao watakao tuhudumia katika siku ya leo. Na kabla sijawaleta, ningeomba wageni wetu wakuu ambao wametoka katika kanisa letu la Sabbath School muweze kuwave namna hii. Sabbath School yetu ya Botori North Sabbath School. Nasemaje kanisa? Kwa niaba ya wazee kwa kanisa ya Botori Sabbath School, ningeomba Eldo Mwanza aweze kutusalimia. Haya, wageni wengine ambao wametutembelea leo ni hao ambao mnaona wanaendelea kurekod. Ningeomba wanatoka katika inaitwa Global TV, naomba waweze kuwave. Mnasemaje kanisa kwa wageni wetu? Asante. Nikitoka hapo, nikikuja hapa mbele, naenda kuwaletea ambao watakao hudumu katika siku ya leo. Kutoka mkono wangu wa kushoto ni elder wetu, Elder Vincent Orucho. Orucho ataleta fungu kuu, pia ataleta tithe and offering. Naomba elder aweze kusimama wave ama wasalimia. Okay, mwenye ambaye anamfuata ni Elder Wilson Nyangaga. Nyangaga ataleta wimbo na pastoral prayer. Naomba elder uweze kusimama wasalimia. Yule ambaye anamfuata anaitwa Elder James Mogire. Mogire ndiye atakayeleta mkate wa mbinguni. Ninaomba tu aweze kuwevu mkono, na wakati wake ukifika atasimama na endelea. Asante. Nami ambao nimewaleta naitwa Elder Robert Mageka. Asante, muwe na usikifu mwema. Happy Sabbath. Happy day. Basi ningependa tufungue Biblia zetu katika nyaraka ya kwanza ya Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana tutasoma 3:1-3. 1 John chapter 3 verse 1 to 3. Kama mmepata, ningeomba tusome pamoja. Inasema hivi katika lugha ya Kiingereza: Behold what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now are we the sons of God, and it does not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be with him, for we shall see him
as he is. And every man that has this hope in him purified himself even as he is pure. Kwa Kiswahili inasema, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haukututambua, kwa kuwa haukumtambua yeye. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye ujitakaza kama yeye alivyo mtakatifu. Mnenaji atafafanua fungu. Mbarikiwe. Let us stand for the song number 117, being led by the choristers. Wamwendea Yesu kwa kusafiwa. Tuimbe. Wamwendea Yesu kwa kusafiwa, kuoshwa kwa damu ya kondoo, si neema yake yatumwagiwa, waoshwa kwa damu ya kondoo, kuoshwa itutakasayo ya kondoo, ziwe safi nguo nyeupe sana, waoshwa kwa damu ya kondoo, wamwandama daima mkombozi, waoshwa kwa damu ya kondoo, yako kwa msulubi wa mafazi wa Mungu, itutakasayo ya kondoo, siwe safi nguo nyeupe sana, waoshwa kwa damu ya kondoo, atakapokuja bwana harusi, tuwe safi katika damu, yafae kwenda mbinguni mavazi, yaoshwa kwa damu ya kondoo, kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, siwe safi nguo nyeupe sana, waoshwa kwa damu ya kondoo, yatupwe yaliyo na takataka, uoshwe kwa damu ya kondoo, huo ni kijito chatiririka, uoshwe kwa damu ya kondoo, kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo,
mahali pasuri tuweze kupiga magoti kama unaweza. Kama uwezi unaweza keti. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu uliye juu mbinguni, tumekuja mbele zako tukiliinua na kulitukuza jina lako, kwa maana wewe ndio Mungu wetu. Asante kwa sababu wewe ndio unastahili kuabudiwa. Hakuna miungu mingine ambayo inastahili kuabudiwa isipokuwa wewe, Mungu ambaye uliumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Baba, tumekuja mbele zako tukiwa wanyonge, wadhaifu, wenye dhambi. Kwanza tukiomba msamaha wa dhambi ambazo tumezitenda. Ikiwa kuna mmoja wetu ametenda kosa ambalo Mungu litafanya maombi haya yasifike kwako juu mbinguni, naomba Mungu wetu uweze kutusamehe. Tutakase na damu ya mwanako Yesu Kristo iliyomweka kule msalabani, ili tunapoleta kafara hii ya maombi mbele yako tuweze kukubalika kama wana wako. Baba yetu, kuna wengine ambao ni wagonjwa miongoni mwetu, wengine ni wagonjwa nyumbani, hata wengine ni wagonjwa mahospitalini. Mungu wetu, unapozuru wana wako asubuhi ya leo, Mungu wetu, kuwaponya na kuwatibu, nasi pia naomba uweze kutukumbuka. Baba yetu, kuna wengine ambao wamefiwa na wapendo wao wakati kama huu wa majonzi, naomba Mungu wetu uweze kuwafariji, maana wewe ndio unayepeana faraja ya kweli. Siku ya leo Mungu, tunapokumbuka kifo chako kule msalabani, Mungu, tunaomba tutakapoenda kushiriki katika Pasaka hii, tusibaki jinsi vile tulivyo, bali tuweze kuwa tumebadilishwa, na kweli watu watakapotuona Mungu waseme kweli hawa ni watoto wa Mungu. Utuongoze Mungu katika kila jambo, tunapoingia, tunapotoka. Mungu wetu, uweze kuwa mwangaza wetu, ili tuweze kukutegemea kila wakati. Mgeni wetu ambaye anaenda kuhubiri siku ya leo, ambaye ni elda wetu, Elda Mogire, naomba atakapoenda kusimama tusimuone, bali tuweze kuona wewe, na tuweze kusikia sauti yako ikinena kutoka ndani yake. Kuwa pamoja nasi kuanzia sasa hadi tutakapomaliza siku ya leo, ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Basi ni wakati mwingine mwema ambao tunaenda kutoa saka na sadaka zetu kwa Bwana. Na kabla tutoe, ningependa tusome fungu moja kutoka kitabu cha Zaburi 50. Zaburi 50, ningependa tusome kuanzia 10 hadi 14. Zaburi 50, 10, nitaanzia 9 mpaka 14. Kwa Kiswahili inasema hivi: sitatua ng'ombe katika nyumba yako, wala beberu katika mazizi yako, maana kila hayawani ni wangu, na makundi juu ya mlima 1000. Na wajua ndege wote wa mlima, na wanyama wote wa mashamba ni wangu. Kama ningekuwa na njaa singekuambia, maana ulimwengu ni wangu, navyo viujazavyo. Je, nile nyama ya mafahali, au ninywe damu ya mbuzi? Mtolee Bwana dhabihu za shukrani, mtimizie aliye juu nadhiri zako. Basi tunapotoa, ningependa tujue kwamba tunavyotoa, tunatoa kwa sababu ya kumshukuru Mungu aliyetupa vyote, na anayesema kwamba vyote ni vyake. Lakini anachotuitisha leo ni moyo wa shukrani. Kwa hivyo tunapotoa, tutoe kwamba tukijua kwamba vyote ni vyake, na tunatoa tu vichache kwa ajili ya kumshukuru. Basi ningependa tuweze kuomba ili tumtolee Mungu saka zetu pamoja na sadaka. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu ya mibaraka mingi ambayo umeweka katika maisha yetu.
Tunakushukuru kwa sababu wewe unatujua, unatupenda na umetubariki. Siku hii umetuita kwamba tuweze kuja kwako na moyo wa shukrani. Tunapotoa vilivyo vichache kwa vile ambavyo umetubariki, tunaomba kwamba uweze kuendelea kutubariki. Na hasa tuweze kutoa kwa moyo wa upendo. Kuwa pamoja nasi na mibaraka yako juu yetu katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwombezi wetu. Amen. Basi tutaleta hapa mbele ilivyo kawaida yetu. Number 9. Muumbaji mfalme, vitu vyote vyako ni kwa ukarimu kwako ninabarikiwa, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Uliyeniumba na kutegemea, sina budi kusisifu ihsani zako kuu, sina budi kusisifu ihsani zako kuu. Nitatoa nini kwanza vyote vyako, upendo wako wadai moyo wa shukrani, upendo wako wadai moyo wa shukrani. Kuishi kwako Bwana siku zangu. Twabanda mapema, twangojea sasa siku za kuvuna. Mali yako sasa Bwana tutatoa, hatuna yaliyo yetu, yote ni vipaji. Amen. Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya vichache ambavyo tumekutolea. Tunaomba kwamba uweze kuvibariki nasi utubariki, na hasa viweze kufanya kazi yako, injili ienezwe ili uweze kurudisha ufalme wako. Kuwa pamoja nasi sasa tunapoingia katika sehemu nyingine ya ibada, na hadi mwisho tuweze kulinua jina lako katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwombezi wetu. Amen. We welcome our church choir for a special item. Asifiwe, 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 asifiwe Masia, asifiwe asifiwe, 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 asifiwe Masia, asifiwe asifiwe, asifiwe asifiwe Masia, asifiwe asifiwe, asifiwe asifiwe Masia, asifiwe atukuzwe, atukuzwe,
atukuzwe, atukuzwe Mwokozi, atukuzwe atukuzwe, 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 atukuzwe Mwokozi, atukuzwe atukuzwe, atukuzwe atukuzwe atukuzwe, atukuzwe atukuzwe Mwokozi, atukuzwe Mwokozi. wakati umefika mwema ambapo tunaenda kusikia sauti kutoka mbinguni. Wangapi
pamoja nami ambao wanamkaribisha elda wetu Elda Mogira atuletee neno kutoka mbinguni. Karibu elda. Wana wa Mungu, na wasalimu kwa jina la Yesu. Amjambo. Amjambo tena. Happy Sabbath. Happy day. Asante sana. Namshukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii. Sote tumshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii siku ya leo kuja mbele zake. Mungu wetu anatupenda upeo na anatutakia kila mmoja wetu yaliyo mema. Nilipofikiria nitazungumza nini siku ya leo, niliona nizungumzie jinsi Mungu anavyotupenda. Kabla ya kuelezea mapenzi yake Mungu kwetu, ni heri tujue tulitokea wapi, tuko wapi, ni tatizo gani ambalo tuko nalo, dhambi ilitoka wapi. Na kabla ya kunena, ningependa mke wangu awasalimu mahali popote alipo. Asimama awasalimu. Yeye ni muhimu sana kwangu. Anasema behind a successful man there is a woman behind. Na hebu tuombe, tusome neno hili. Baba wetu, wakati huu tunatarajia uguze kila mmoja wetu, uzungumze na kila mmoja wetu, tupate kujua hali yetu na tutaponyeka namna gani. Tuomba tukiamini utazungumza nasi leo, kwani tumeomba kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Topic yangu nilipoangalia nikaona nitaita love for a dying world. Love for a dying world. Mapenzi makuu kwa dunia ambao inaangamia. Dunia yetu Mungu anaipenda, lakini inaangamia. Kwa nini dunia yetu iangamie? Ni kwa sababu ya dhambi. Ukisoma katika kitabu cha Yohana 3 fungu lake, sin is lawlessness. Kwa sababu ya dhambi basi mauti ikatokea. Dhambi ilitoka wapi? Where did sin come from? Baada ama kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu huu, kulikuwa na kiumbe ambaye alikuwa ameanguka, naye ni Shetani. Kwa hivyo dhambi ilitokana na kiumbe hiki ambao ni Shetani. Ukisoma katika kitabu cha Ezekieli 28, Ezekiel 28 fungu lake la 12 mpaka 19, inatuelezea juu ya kiumbe huu ambaye aliumbwa kati ya malaika na alikuwa mkuu wa malaika.
Hapo ndio tunapata story yake huyu Lucifer. Alikuwa kwanza anaitwa Lucifer. Lucifer was first perfect, was full of wisdom, perfect in beauty. His covering was precious stones. He was anointed guardian cherub, anointed guardian angel, placed in the holy mountain of God, blameless until wickedness was found in him. Na ukiendelea kitabu hicho kinatuambia ya kwamba God drove him out. Mungu alimfukuza. Na katika kitabu cha Ufunuo 12 fungu lake la 7 mpaka 12 tunaelezewa. Ningependa tusome fungu hilo. Ufunuo 12 fungu lake la 7 mpaka 12. Ni habari gani tunapata kutoka kitabu hicho? Inasema, now war arose in heaven, Michael and his angels fighting against the dragon, and the dragon and his angels fought back, but he was defeated, and there was no longer any place for them in heaven. And the great dragon was thrown down, that ancient serpent who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. He was thrown down to earth. Hapa tunapata ya kwamba dhambi ilianza kutoka kwa yule kiumbe, the angel, ambaye alikuwa anaitwa hapo mwanzoni nani? Lucifer. Na akatupwa kuja hapa ulimwenguni. This perfect angel at first. This angel who was full of wisdom, anointed guardian, was found with sin in his heart. The origin of sin is a mystery. Mwanzo wa dhambi, we cannot explain properly how a perfect being could have something wrong in his heart. But there he was thrown after fighting in heaven. The consequences of Satan's fall. Ni nini ilitokea baada ya kiumbe hiki kuanguka? Number 1, he was expelled from heaven with his angels. Alipoanza kudanganya malaika kule mbinguni, karibu nusu ya malaika walikubaliana naye. Kwa hivyo alitupa kutoka mbinguni pamoja na malaika wake wengi. So many of them. Wako wapi sasa? Malaika hawa na Shetani wako wapi? Katika ulimwengu huu, they are here. Ndio tunaita demons, evil spirits. They are here with us. Na wanafanya kazi iliyo mbaya kutuangamiza. He lost the happiness and the joy he had before. Kule mbinguni alikuwa na furaha, alikuwa na amani. Alipofukuzwa akapoteza hayo yote. He lost the happiness and the joy he had before. Na alistuka, was amazed at his new condition. He was amazed at this new condition. Ya kwamba alijikuta mahali palipo mbaya. His countenance
which reflected the image of God, was now gloomy and despairing. The condition now was gloomy and despairing. Thank you. Sasa hakukuwa na imani ile ambao na amani ile ambayo ilikuwepo. There was strife, discord, and the bitter recriminations among them. Malaika hao wote ambao walifukuzwa hawakuwa na furaha. They had bitter recriminations. There was strife among them, discord, kwa sababu dhambi haina mpangilio mzuri. Satan feared and shuddered to face the future, and its end was greatly shaken. Alipoangalia mahali amekuja, he was greatly shuddered. Aliogopa, akastuka, but it was too late. It was too late. He was lost beyond redemption. The sad story of the rebellion was now seen. He could now see the fruits of his works, of his rebellion, and they could no longer be forgiven now. It was too late. We are told katika kitabu kile ambao kimeandikwa na Mama White, Story of Redemption, alipostuka hivyo alitaka asamehewe na aliita wakutane na Yesu, but he was told that it was too late. Aliambiwa mapema aungame dhambi zake, akakataa, and stood bravely to say, I have to continue with what I want to do. Kama mungenifukuza, if you send me away, will you send me with these thousands and thousands of angels? But here it was too late to be forgiven. Now Satan plots against human family. Alipojua ya kwamba mwisho wake umeisha, ana nafasi tena, alipewa nafasi akakataa. Now he plots against the human family. Alitaka kuangamiza binadamu, the human family. Katika Ufunuo hiyo tulisoma 12 inasema, therefore rejoice, O heavens, because he knows that his time is short. Basi akawa na ghadhabu kubwa, akatafuta njia ya kumwangamiza binadamu. Malaika wake, hakukuwa na malaika hata mmoja kwake ambaye angeweza kumwanguza binadamu. Shetani alikuja peke yake na uchuzi wake wa uongo, na akamdanganya Adam na Hawa. Hayo tunapata kutoka kitabu cha Mwanzo 3 ukisoma fungu la kwanza mpaka 8. Alimuuliza Hawa, did God say that you cannot eat all these fruits? Alimjibuje? No, but this one in the center. Ndipo Shetani akamdanganya. Shetani alimtanganya ya kwamba Mungu alikutanganya, alisema uongo. Na she ate the fruit. She ate the fruit. Sad tragedy. She ate, and Adam ate, though warned by angels before about the dangerous enemy who had repelled in heaven. They choose to disobey. Walichagua kutotii.
the fruit stood in the middle of the fruits as a means of choice, to choose to obey God or to choose not to obey God. The choice is still with us individually, to choose to obey God or not obey God. But Adam and Eve chose to disobey God. And the result was bad. The consequences of disobedience came up. I can take the 10 Commandments standing as that tree, so that we can choose to obey the commandments of God or disobey the commandments of God. With the disobedience, there came up consequences. Though they had been warned by angels that if they eat this tree, they will die. Genesis chapter 2 verse 15. God told them, never touch this tree. If you do, you will die. Did they believe God? They did not. What about us? Do we believe God? If we believe God, let us keep the commandments. Let us obey God. The consequences of human fall. After falling, binadamu alikuwa na mambo ambao yanafuatayo. The first one, Adam lost Eden. Eve lost Eden. They lost heaven. This is the greatest consequence. They received the curses accompanied by sin, to die. They became like Satan, with envy, jealousy, hatred, selfishness, and more others. Ukisoma kitabu cha Wagalatia 5 fungu la 19 mpaka 24, we see that picture very well on how we became. Tuko na chuki, tuko na jealousy, tuko na uadui, hatred, tuko na ubinafsi, selfishness. We became like Satan. Our part was to be lost forever, because we had chosen to die and die forever. We were warned, our parents were warned, but they did not listen to this. The ground was cursed because of man's fall. They lost the value of heaven and the power to do good. Therefore, we have the propensities to do evil. Ndani yetu tuko na hali ya kutenda yasiyo mema. These are the consequences after Adam and Eve fell. Lost heaven, lost Eden, received the curses, became like Satan, no ways, lost forever, and they were to die. We see people dying. There is death within us. Why do people die? Especially these days. In this area, I don't know the other parts of the world. Lakini nafikiri kifo kiko kila mahali duniani. But these days in our area, people are really dying. Why should people die? Where did this death come from? It came from disobeying God. God had told us before that if you eat, you will die. If we stop obeying God, what will happen to us? Death. And we have that power
of doing evil. We chose. Our parents chose. We are still choosing to disobey. Look at who God is. What man of love. What man of love as God. Loving people who disobey. God was not happy. The heavenly angels who were obedient to God cried because man had chosen death. But what man of love? What man of love had God? As soon as there was sin, there was the Savior, Jesus Christ. As soon as man died, man chose to disobey. As soon as it chose to disobey, God did something for man. And that is, he set up the Savior, Jesus Christ. Jesus knew that to redeem us, he had to suffer on the cross to become our substitute.